Karibuni tuweze kuangazia tetesi za soka barani Ulaya. Kuna mengi ambayo yamejiri, kuna mengi ambayo yamejitokeza, na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe hapo kwenye YouTube, au unaweza pia ukatufollow upande wa TikTok pamoja na Facebook. Karibu sana. Tuanze moja kwa moja na taarifa ya leo kule jijini Manchester katika viunga vya Old Trafford. Inaripotiwa kuwa klabu ya Manchester United imemfuta kazi kocha wake Ruben Amorim. Kocha huyo raia wa Ureno ambaye imemchukua takriban miezi 14 katika kuitumikia klabu ya Manchester United. Na kocha huyo imechochewa kufukuzwa kwake kazi. Hiyo ni mara baada ya interview yake ya juzi kusikika akisema kwamba yeye hakwenda Manchester kama head coach, bali alienda Manchester kama ni manager wa timu. Na jambo hilo limeweza kuleta tafaruku kati yake na mkurugenzi wa timu hiyo, ambapo inasemekana hawakuwa na maelewano mazuri, na moja kwa moja Sky Sport wanaripoti kwamba imepelekea Ruben Amorim kufukuzwa kazi. Na wadau wengi wa michezo wamekuwa wakicomplain kama vile Gary Neville, legend wa Manchester United, na wengineo wakisema kwa nini amefukuzwa, na hali alikuwa ameshaanza kuonyesha dalili za kujipata na kuanza kuitafuta top 4 ya ligi ya Uingereza. Lakini uongozi wa Manchester United wao malengo yao sio top 4, ni ubingwa wa ligi ya Uingereza. Lakini wengine pia wameibuka wakaweza kuongea kwamba jambo hili pia sio sahihi, kwa sababu tatizo sio kocha, tatizo ni uongozi wa timu au wamiliki wa timu ndio tatizo kwenye ile timu. Lakini kila mmoja amekuwa na maoni yake, lakini ukweli umebaki pale pale kwamba Amorim sio kocha tena wa Manchester United. Na pamekuwa na makocha baadhi ambao wameanza kutajwa, makocha wakubwa ambao wanaweza wakalithi nafasi yake, kama vile Jose Mourinho ambaye aliwahi kuwa kocha wa timu hiyo kwa hapo zamani. Pia pamekuwa na kocha kama vile Antonio Conte, pamekuwa pia na kocha wa klabu ile ya Crystal Palace anaitwa Oliver Glasner. Ni moja ya makocha ambao kwa sasa wanatajwa kama wanaweza wakalithi nafasi ya Ruben Amorim. Mpaka sasa bado hapajatolewa ripoti yote rasmi, tutapendelea kuhabarishana. Tukisalia hapo Manchester United, hatua ya kumtimua kocha Ruben Amorim huenda ikampa nafasi mshambuliaji wa Uingereza Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 28 ambaye yuko kwa mkopo klabu ya Barcelona kurejea Old Trafford, kwa sababu hapo mwanzoni Rashford alikuwa ameeleza wazi kwamba hawezi kuendelea kutumikia klabu hiyo kama Ruben Amorim ni kocha wa Manchester, na kwa sababu Amorim ametimuliwa, Rashford anaweza akarejea Manchester United. Kwingineko, klabu ya Fulham inajiandaa kupokea ofa ya Manchester United kumsajili meneja wao Mreno Marco Silva. Marco Silva pia ni moja ya mameneja ambao wanahusishwa kuhamia katika klabu hiyo ya Manchester United. Wachezaji wa klabu ya Manchester United kama vile Kobbie Mainoo, Joshua Zirkzee na Emmanuel Ugarte walikuwa na hamu ya kuhamia kuhama Old Trafford Januari laiti Amorim hangeondolewa. Na kwa sababu Amorim ameondolewa, tutaona na yenyewe pia mustakabali wa wachezaji hao itakuwaje. Tuame katika viunga vya Manchester, tuangazie na tetesi katika timu nyinginezo. Klabu ya Juventus imeanza kujadiliana na Liverpool kuhusu mpango wa kumsajili Federico Chiesa kwa mkopo, ambapo awali Federico Chiesa alikuwa anatumikia klabu ya Juve, na Juve wanataka kumrudisha tena mshambuliaji huyo raia wa Italia mwenye umri wa miaka 28 kwa mkopo, ikiwa yeye mwenyewe atakuwa tayari kurejea Serie A. Kwingineko, Bournemouth ilikuwa tayari kulipa euro milioni 40 kwa winga wa Stuttgart na Ujerumani Jermaine Lewalin kama mbadala wa winga wa Ghana Antonio Semenyo ambaye anakaribia kuhamia Manchester City. Maana Semenyo mpaka sasa amebakia kidogo tu kukamilisha dili lake na Manchester City, lakini klabu hiyo ya Bundesliga ilikataa hiyo ofa ya Bournemouth. Kwingineko, klabu ya Chelsea italazimika kuchukua hatua za haraka ikiwa wanataka kumsajili Jeremy Jacquet mwenye umri wa miaka 20 kutoka Rennes, kwa sababu Liverpool, Arsenal na Real Madrid na Manchester United zinamwania mlinzi huyo wa Ufaransa. Hivyo itawabidi Liverpool kuchukua hatua za haraka. Tetesi yetu ya mwisho kwa leo ni Barcelona imewasilisha dau la kumsajili mlinzi wa Hilal na Ureno Joao Cancelo ambaye awali aliwahi kuwa hapo kwa mkopo. Barcelona wanaonekana kumuhitaji tena kwa mara nyingine Joao Cancelo. Basi tumefika tamati ya tetezi za kimichezo kwa leo. Karibu subscribe channel yetu. Karibu tena wakati mwingine.